Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tumekuja na darasa jingine, darasa adhim kabisa, darasa kubwa, darasa lililobeba maana kubwa sana kwenye upande wa kitiba, kwenye upande wa kutetea jambo lako, kwenye upande wa kutetea haki yako. Darasa la leo linahusu yule ambaye amedhulumiwa. Kama wewe umedhulumiwa nyumba yako, umedhulumiwa kiwanja chako, umedhulumiwa gari yako, umedhulumiwa mali zako, umedhulumiwa chochote, iwe ni pesa zako na kadhalika, basi hii darasa ya leo ni darasa ambayo ni kubwa sana. Tunaenda kuitoa kwa ufafanuzi mkubwa sana juu ya kukabiliana na changamoto hiyo. Usijione mnyonge, usijione kuwa ndo tayari tena huna ujanja, ndo tayari umeshadhulumiwa. Kuna watu wanakuwa na njia nyingi sana za kudhulumu. Katika njia hizo za kudhulumu, anaweza akakudhulumu alafu bado pia vile vile ukamshtaki, mkapelekana kwenye vyombo vya sheria na bado yeye akaibuka akawa ni mshindi. Yeye akatumia nguvu yake, akatumia ubavu wake anaojua yeye, akatumia njia zake anazojua yeye, ili mradi akifika huko kwenye hivyo vyombo vya sheria, basi aonekane yeye ana haki na yeye apewe ile haki, hali ya kuwa wewe kakudhulumu. Sasa unadhani wewe ambaye umekumbwa na changamoto kama hiyo, umekumbwa na mtihani kama huo, unadhani ni kitu gani kinachofata? Au ni wapi utashtaki? Au ni nini cha kufanya? Ni wapi utakimbilia? Ndio maana sijakuwa na mlolongo mrefu sana, kiufupi nimesema tu wewe ambaye uliodhulumiwa, hii ni njia ya kumwadhibu yule aliyekudhulumu mpaka arudishe ile haki yako aliyokudhulumu. Na njia hii usiitumie vibaya, njia hii usiitumie vibaya. Na maanisha, huenda umempa mtu kazi, kakufanyia kazi yako, kisha baada ya kufanyiwa kazi yako tayari wewe ukaanza kusema kuwa ile kazi mimi naona haijatimia hivi au haijakuwa hivi, kwa hiyo mimi ninachotaka ni pesa zangu. Tayari unamgeuka yule mtu, inakuwa ni nje ya maelewano na ni nje ya makubaliano. Na kwa jinsi tulivyo sisi wanadamu, hapo hapo anatokea mtu mwenye fitina zake ambazo alikuwa anamtafutia yule mtu sababu na hampati, anakuja anashindilia hapo hapo kwa chuki zake na fitina zake, na wewe inakuwa ni asbabu na wewe ya kukomaa hapo hapo. Hapana, nenda kwa taratibu nzuri, tenda haki vile inavyotakiwa. Hii talasimu unayoiona hapa au wafu unaouona hapa, huu ni wa kumwadhibu yule adui, yule mbaya aliyekudhulumu wewe, iwe kakudhulumu chochote, hata kama amekudhulumu shilingi 100, shilingi 50, ili mradi tu ni halali yako kakudhulumu wewe, basi tumia wafu huu, hakika utajionea maajabu makubwa sana. Huu wafu unaandikwa katika siku ya Jumanne, saa ya Zohari. Rasimu hii inaandikwa katika siku ya Jumanne, lakini iwe ni saa ya Zohari. Ikishaandikwa tarasimu hii, wafu huu ukishaandikwa, basi chukua buhuri zako kwa ajili ya kufukiza. Buhuri zinazotumika katika kufukiza, chukua buhuri shari. Nadhani mnanielewa, wale ambao walikuwa mnafuatilia darasa zangu kwa wingi, nadhani mnanielewa nikisema buhuri shari. Chukua buhuri shari, fukiza. Lakini katika kufukiza
unatakiwa usome surati Ra'di, unatakiwa usome surati Ra'di, unatakiwa usome surati Tauba. Hizo ndo sura za kusoma muda huo unafukiza ile buhuri yako, buhuri shari. Kisha baada ya hapo unaitafuta tena saa ya zohari katika siku ile ya Jumanne, unaitafuta tena saa nyingine ya zohari katika ile siku ya Jumanne. Kisha andaa moto wako, hali ya kuwa moto huo ukiwa ni mkali sana. Chukua talasimu hiyo, ifungie buhuri shari, nenda kaichome katika ule moto uliokuwa mkali kwa makusudio. Wewe fulani umenidhulumu kitu changu 1, 2, 3. Sasa na mimi nakusudia jambo 1, 2, 3, hali ya kuwa kila ukikaa ujue sababu kubwa ni ile haki yangu ulionidhulumu. Ikutokee hili na hili na hili mpaka utakaporudisha ile haki yangu, ndio wewe iwe ni salama yako, ndio wewe iwe ni amani yako. Choma katika ule moto katika ile sala zohari katika siku ya Jumanne. Hakika haitatimu muda na saa, majibu utayapata kwa haraka. Yule aliyokudhulumu atafanya kila namna, atafanya kila njia, atakwenda kila pahala, kwenda kujitibu, kwenda kujiopoa. Hakika kila sehemu atakayokwenda ataambiwa, wewe umedhulumu pahala, ili upate salama yako, rudisha kile ulichokidhulumu, rudisha kile ulichokidhulumu, ndo itakuwa ndo uzima wako. Iwe ni ndugu zake, iwe ni jamaa, kama yeye hana kashakitumia, basi watamchangia, lakini kwa kila namna ili apate salama yake, basi akirudishe kile ambacho akidhulumu kwako. Tofauti na hapo, basi atateseka katika maisha yake yote mpaka salama yake yeye arudishe kile alichokiiba, ndio itakuwa ndo salama yake. Kile alichokikusudia kukudhulumu wewe, basi ndio itakuwa salama yake akishakirudisha kile. Mimi nimikumbushe tu wale ambao mnaokuwa mna komenti kwa wingi, mara nyingi sana huwa sipendelee kuingia huko katika kujibu, lakini huwa naweka namba zangu. Napendelea unitafute direct, moja kwa moja. Nitafute kwa njia ya WhatsApp, namba zote zinapatikana. Nitafute kwa njia ya kawaida, namba hizo pia zinapatikana. Utanipata kwa namna yoyote, na zipo mada nyingi, zipo darasa nyingi ambazo tutakazoendelea nazo. Usiache kubonyeza neno subscribers ili uendelee kupata uendelee kupata darasa zetu nyingine zinazoendelea. Lakini usiache kubonyeza like, usiache kucomment na kulike ili uendelee kupata faida nyingi zaidi, na kila tunapokuwa tunaposti darasa yetu, basi iwe ni rahisi wewe kukufikia notification. Hivyo basi nambari za simu ni 0622124812 au 0716214812. Kwa wale ambao mpo nje ya nchi, basi ni vizuri ukaanza na plus 255 622124812 plus 255 716214812. Kwa simu ya kawaida, kwa simu ya WhatsApp tunapatikana. Usiache kusubscribers ili uendelee kupata darasa zetu. Usiache kubonyeza neno like ili uendelee kuipush akaunti yetu na kuendelea kupata mambo mazuri zaidi. Sina la ziada, tukutane katika darasa jingine, utafaidi makubwa zaidi ya haya. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.